viongozi wanapojilindukia mali wao wenyewe wakawasahau wananchi. Ipo siku wananchi wataruka fence. Wataumwa na mbwa 50, wataumwa na mbwa 50, watapigwa shoti ya umeme 100, lakini 300 watakukamata. Sikilizeni niwape neno hili. Ukijenga nyumba nzuri, ukaweka uzio mrefu, ukaweka na fensi ya umeme, alafu ukaweka na mbwa wakali sana, German Shepherd, mbwa makubwa, alafu ndani unakula vizuri, una magari mazuri, unaendesha vizuri, alafu majirani zako wana njaa, na wao wanajua kwamba yule jirani mwenye fensi ya umeme na mbwa wakali na walinzi wakali anakula ndani, hauko salama. Ipo siku hao majirani watapigwa shoti ya umeme 50, lakini 200 wataingia ndani. Hivyo ndivyo inaogopesha viongozi wanapojilindukia mali wao wenyewe wakawasahau wananchi. Ipo siku wananchi wataruka fence. Wataumwa na mbwa 50, wataumwa na mbwa 50, watapigwa shoti ya umeme 100, lakini 300 watakukamata. Hatutaki kujenga uchungu kwa wananchi wetu kwa mambo yanayoweza kuzuilika. Na mimi imekuwa huu ndio msimamo wangu na imani yangu. Lazima kila mtu afahamu ya kwamba kipaumbele cha taifa linalojitambua, ambalo viongozi wake wanajua wanachofanya, ni watu wao. Narudia tena. Lazima kipaumbele cha kiongozi yeyote iwe ni watu wake.